Huku ndiko wazee wangu mimi wanaishi. Umeona bwana? Yaani ile pale ndo ghetto sasa. Ghetto la mzee. Ile pale. Ghetto la mzee. Yaani mzee wangu mimi. Baba yangu mzazi na maanisha. Ile pale ndo ghetto la kwake. Huyu bwana. Na huku ndo shambani ambako mimi nimekuja kuanza kufanya kazi. Kazi kama unavyoona. Shaanza kulimwa kule. Hapo bwana. Wameanza kulima kote kule. Alafu sasa kwa upande wa pili hapa ndipo kuna ghetto jingine. Hapo ndo kwa bi mkubwa, yani mama wangu mimi mzazi. Maisha yaacha tu. Yaani mimi nimezaliwa katika mazingira magumu na ninaishi katika mazingira magumu. Sasa sitaki hichi kitu kiendelee katika familia yangu. Na ndio maana daily mimi namuomba sana Mwenyezi Mungu anijalie hawa madogo hawa wasije kuishi kama mimi ninavyoishi. Na ndio maana napambana kila usiku na mchana kila siku. Kwa sababu sitaki kuja kuishi yani sitaki wanangu waje kuishi kama nilivyoishi. Sisi tulikuwa tunatokea hapa. Yani natokea huku shambani naenda kijijini, yani ndo naenda shuleni. Lakini sio kwa mazingira kama haya. Palikuwepo na nyumba hapa, mazingira haya hapa. Palikuwepo na nyumba hapa kubwa tu. Palikuwepo na nyumba hapa na banda. Lakini mara mwisho mpaka walipofikia kuhama, unaona kama mazingira jinsi yalivyo hivyo. Mpaka mzee alivyoamua kuhamia kijijini, yani huku ni shamba. Na alijenga nyumba huku shambani, ikawa tunaishi huku. Na hiyo hapo ndo miembe ambayo ilikuwa mbele ya nyumba yetu. Huo hapo umekatwa, umetengenezwa mtumbwi kwa ajili ya kwenda kuvulia samaki huko. Kwa haya mazingira, na huo hapa mti mmoja unaitwa mwarobaini umekatwa hapa, ulikuwa ubavuni mwa nyumba. Yaani hiyo nyumba ninayozungumzia, huu mwarobaini ndio ulikuwa ubavuni mwake. Na alafu huu mwarobaini wenyewe alipanda brother. Na huu hapa mpela nao alipanda brother. Huu hapa ulikuwa pembezoni mwa nyumba, yani maeneo ya nyuma ya nyumba. Alafu umeona hicho kibanda hicho. Hicho kibanda ndiko kulikuwa pembezoni tena karibu na pembezoni mwa nyumba ambayo ilijengwa. Na kule kuliko simama pikipiki, kuliko kusimama ile pikipiki kwa pale kwenye kile kama kituta fulani kule ndo maeneo kulikuwa na choo kule. Na huu mkorosho huu hapa ulikuwa mbele ya nyumba, yani pembezoni kwa upande wa mbele ya nyumba. Ninakumbuka niliupanda mwenyewe. Alafu kwa hapa pembeni palikuwa na Mr. Gafeli. Huu mwarobaini nao brother ndo aliupanda. Kwa hiyo tulikuwa tunaishi hivyo. Lakini sasa hivi bi mkubwa tu ndo bado huku yeye anakomaa, anaishi huku kwa sababu ndo kwenye mashamba yake. Kwa mazingira ndo kama hivyo unavyoyaona. Sasa na mimi sasa sitaki wanangu au familia yangu ije kuishi kama nilivyoishi. Namuomba Mwenyezi Mungu kila siku ili mimi sasa niwe mfano katika hii familia. Nimetoka asubuhi sana na mwanangu huyo hapa. Nimetoka asubuhi sana saa 11. Saa 11 kutoka Mtwara mjini mpaka kuja hapa shamba kwa ajili ya kuweka mazingira sawa. Na nikuja kupuliza hapa kwenye mikorosho. Kwa kama unavyoona chuma hiyo hapo, ile chuma ya operator ile pale, hii chuma ya kwangu hiyo hapo. Pale ndo sehemu ambako operator alikuwa ameanzia kufanya kazi. Hizo hapo dawa zipo humu ndani. Dawa hapa mafuta. Ili hapa pipa kwa ajili ya kujazia maji, hapa madumu. Na bebea maji kwa ajili ya kumpelekea kule operator pamoja na mafuta humu ndani pamoja na dawa.
Kwa tunapambana hivyo, tunapambana. Mwenyezi Mungu akibless, basi at least na wengine sisi tuishi kwenye mazingira ambayo yatakuwa ni yana unafuu, sio kama tulivyo, yani kwamba hao wanaokuja waishi kwenye mazingira ambayo yana unafuu, yani tofauti na haya sisi ambayo tumefanyaje, tumekulia. Kwa hiyo maana yake namuomba Mwenyezi Mungu kila siku, yani kizazi changu ambacho kinakuja kisiishi kama nilivyoishi, na Allah akijalia, ikiwezekana, hata wazazi wangu ambao wanaishi kwenye mazingira ambayo sio sasa hivi, waje kufurahia uwepo wangu, waje kuishi kwenye mazingira mazuri kupitia mimi.